Katikati ya maombi kuna mambo mengi hufanyika. Katikati ya maombi kuna miujiza huwa inafanyika. Sema amen. Mathayo 26 mstari wa 36. Kisha Yesu akaenda pamoja nao bustanini Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa nami niende pale mbele kusali. Akawachukua Petro na wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuwa na huzuni na mahangaiko. Hapo akawaambia, nina huzuni kubwa moyoni hata karibu kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaanguka kifudifudi akasali. Lakini isiwe nitakavyo mimi, ila utakavyo wewe. Yesu lisaa lake baya, gumu, zito, la kutimilisha destiny yake, commission yake, mwito wake hapa duniani. Ulikuwa wakati mgumu mno. Mgumu hata kwa mtu kuomba. Kama kuna wakati mgumu katika maisha ya muamini, ni ule wakati wa utelezi. Wakati mgumu, wakati mambo hayasongi, wakati unaona hakuna jibu, unaona hakuna njia. Lakini Yesu akachagua ndilo saa bora zaidi. Si saa la kulia, si saa la maongeo mengi, majadiliano. Yesu alichagua hilo lisaa ama huo muda, na akachagua wachache tu. Akajua hii safari siwezi maliza pasipo kutumia muda vizuri. Sio katika kwenda kuponya, sio katika kwenda kuhubiri, sio kuingia mji mpaka mji. Lisaa la kujitenga katika kusali. Si wengi tunapenda hiyo saa. Si wengi hiyo saa, hilo lisaa tunalichangamkia. Si wengi, hata kama tuna majina makubwa, si wengi tunaona ya umuhimu wa kusema ni wakati wa kuchagua wachache nipande nao Getsemani. Leo tunaweza tusiende Getsemani, lakini unaweza tengeza yako. Unaweza tengeneza Getsemani yako, na ukasema katikati ya yote haya ninayo yapitia, katikati ya kwamba sioni tena uzima wala matumaini tena ya uzima, katikati ya yote haya nimeomba lakini sijapata jibu, nimemuita lakini naona kana kwamba hajasikia. Hilo lisaa Mwokozi wetu Yesu alipitia. Na kama yeye alipitia na neema ikatosha na akachagua wachache apande nao, si kwamba walikuwa wanafaa sana, lakini akaona kati ya hao wachache, hata katika udhaifu wao, mimi niliufelea, nitaufilia huo udhaifu. Si kwamba tutaweza ama tunaweza peke yetu. Katika njia ya utelezi ngumu sana isiyopandika, katika barabara na njia hiyo ya kwenda Getsemani si rahisi. Na nitaprove katika maandiko kwako ya kwamba haikuwa rahisi hata kwa wale wachache waliochaguliwa.
Sisi si tofauti na wale wachache waliochaguliwa. Biblia inasema ya kwamba alichukua na akapanda na wanafunzi wake, lakini alipofika mahali akawacha wote, akachukua wachache. Nataka kusema nini? Hata katika huzuni na mafadhaiko mengi, hata katika shida na upungufu, hata katika uchache, hata katika udhaifu, hata katika huzuni, kama Kristo alivyokuwa katika huzuni, maana alijua next ni mimi msalabani. La muhimu ambalo nakupa, ambalo Yesu alituwapatia wanafunzi wake: kesheni pamoja nami. Na si kukesha tu, ombeni pamoja nami. Ndio maana Yesu hakuweza kusinzia. Kama vile mara nyingine unajikuta ni kama ambaye Yesu amekuacha kiwango fulani. Kila mtu fikie mahali hapo. Aliporudi akakuta wamelemewa. Jirani yako anaweza asifahamu ni yapi unayopitia, lakini Yesu anasema kesha pamoja nami, omba pamoja nami. Kwa nini? Yesu kwa niaba ya wanafunzi wake aliweza kufanya kile ambacho wao wasingeweza kufanya kwa niaba yao. Si mambo na ng'ang'ana, ongeza bidii, usilale, omba, kesha. Kina cha fundisho ama somo hili la kesha pamoja nami ni kwamba, narudia, Yesu alifanya kile, Yesu alifanya lile ambalo sisi hatuwezi fanya. Sema amen. Kwa hivyo unapolegea, si kwamba umetenda dhambi, si kwamba hautaweza tena. Aliomba sala ambayo sisi hatuwezi omba. Kwa lugha nyingine, alikesha, aliomba wakati mwili ulipokuwa unashindwa, lakini Yesu hakushindwa. Sasa kwa neema hiyo ambayo Yesu alibeba kwa niaba yako, unapoingia katika kesha pamoja nami, usisikie kuhukumika ndani yako kwa sababu mahali fulani ulifika ukalegea. Mahali fulani ulifika ukakuta unang'ang'ana, huwezi tena. Na kutia moyo. Kwa sababu gani? Pale ambapo wewe huwezi, Yesu wako alikuwezesha. Aliweza kwa niaba yako na kwa niaba yangu. Na hiyo neema imemwagwa kwetu sisi sote, ya kwamba pale mahali siwezi, ameniwezeshea. Pale mahali sifiki, Yesu amefika tayari. And it is true, kuna mahali nyingine siwezi fika. Mwisho wa tamati yake, alipotoka hapo alifika wapi? Golgotha. Wewe ulifika Golgotha. Yesu alifika kwa niaba yako. What a great grace. Hallelujah.